sutra ni jambo la ibada, ni jambo la lazima. Haiwezekani kuwa vifaa vyake ni vitu vya haramu vya bid'a. Lazima vifaa vyake vya sutra viwe ni mubaha, viwe ni halali. Na ulazima wa sutra hauwezi ukahalalisha bid'a ya vitu hivyo visivyofaa. Alghaya la tubarriru alwasila. Maulama wanasema alghaya la tubarriru alwasila. Makusudio ya sunna, makusudio ya ibada hayawezi yakahalalisha vifaa vya haramu. Na kusudia kwamba sutra kama ilivyoelezewa na hadithi nyingi za Mtume zinaonesha kwamba ni wajiba kuweka sutra mbele ya mwenye kuswali, akiwa mtu anasali peke yake au ni imamu, lazima aweke sutra. Kwa hiyo sutra ile ya vitu ambavyo ni bid'a, havifai vitu hivyo kuweka sutra, hata kama sutra hiyo ni wajiba. Wajiba huo hautahalalisha bid'a. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hukumu zote za sutra amezibainisha. Hakuna hukumu ya sutra ambayo hajaielezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna vifaa ambavyo vinafaa kuwekwa sutra ambavyo hajavielezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuna vibao vinavyotengenezwa katika baadhi ya misikiti, vinafanywa vibao hivyo ni sutra. Vibao vimetengenezwa kwa picha ya mihrab, vingine vimetengenezwa kwa picha ya msikiti, vingine vimewekwa nyota, vingine vimewekwa mwezi ndio sura yake. Hivi vibao ni bid'a kwa maneno ya maulama. Havifai vibao hivi kuwa ni sutra. Ndugu zangu Waislamu, mbao zilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafundi walikuwepo, mafundi seremala walikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa hutuba zake alikuwa akihutubu juu ya kigogo cha mtende. Mimbari yake ilikuwa ni kigogo cha mtende. Baadaye masahaba wakamwambia, tukufanyie mimbari nyingine ya mbao isipokuwa hii ya kigogo cha mtende. Akafanyiwa Mtume sallam mimbari ya mbao. Baada ya kupanda katika mimbari hiyo kwa mara ya kwanza, kigogo cha mtende kikalia, kikatoa sauti ya huzuni ya kulia. Mtume sallam akashuka, akaenda kukikumbatia, kukinyamazisha kilio kile kigogo cha mtende. Akawa anapanda juu ya mimbari ya mbao. Masahaba hawakumtengenezea vibao hivyo kuwa ni sutra, lakini mbao zilikuwepo. Kama lingekuwa ni jambo linafaa, masahaba wangemtengenezea Mtume vibao hivyo vinavyofanywa ni sutra sasa hivi. Ndugu zangu Waislamu, wanaotengeneza vibao hivyo wanatengeneza kwa akili zao na kahawaza nafsi zao, hawana dalili yoyote. Na utaona misikiti mingi ambayo ina vibao hivyo, watu ni watu wa bid'a wenye misikiti hiyo. Watu wa sunna hawawezi wakafanya bid'a hiyo ya kuweka vibao kuvifanya kwamba ndio sutra. Vibao vile vilivyotengenezwa kwa sura ya msikiti au kwa sura ya mihrab, hawana dalili yoyote isipokuwa akili zao. Wamefanya kwamba ni akili zao, wakafanya vibao vile viwe ni sutra. Dini si akili ya mtu. Ndugu zangu Waislamu, dini hii haihitaji akili ya mtu wala maoni ya mtu. Dini hii ni ya ittiba, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walidhalik Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Fuateni, msizushe, mmeshatoshelezwa. Kila kitu kimefanywa tayari. Wajibu wetu ni utekelezaji tu. Hatuna haki ya kuzusha jambo lolote katika dini hii, iwe ni katika sheria, iwe katika ibada, katika akhlaq. Dini ni kamili. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema tena,
naqtadi wala nabtadi, naqtadi wala nattabi. Naqtadi, sisi tunafuata, la nabtadi, hatuanzi. Naqtadi, inna naqtadi wala nabtadi, wa nattabi'u wala nabtadi. Inna naqtadi, sisi tunafuata, la nabtadi, hatuanzi mambo, wa nattabi'u wala nabtadi, tunafuata, hatuzushi. Maneno Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tunatakiwa waislamu sote tufuate maneno hayo, inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi'u wala nabtadi. Tusizushe katika dini. Dini imekamilika ndugu zangu waislamu.